majina naitwa Faruku Yasin Swaibu, natokea Karatu maeneo ya TFA. Mimi ni shefu wa baiti. Kama unavyoona baiti zangu ni tamu, nzuri, zina ubora. Ukile mwenyewe utaenjoy. Siku ya leo nimekuja na pishi jinsi ya kupika mandazi, afkeki, donut, sambusa, bagia. Vitu ni vingi kwa ujumla, ila mtaenjoy. Vitu hivi vinapatikana Karatu JVM Fast and Food. Kwa karibuni sana. Naomba tuanze. Hatua ya kwanza, tutachukua unga. Tutatumia vikombe 2 vya unga, ambayo hii ni robo. Hii ni robo, kwa hiyo tukijumlisha inakuwa ni nusu. Tumeshika unga wetu kwenye beseni letu. Tutachukua amila, tutaweka vijiko 2 vya amila. Tutachukua baking soda. Hii hapa ni chapa mandashi, ila kwa sisi tunaita baking soda. Tutaweka robo ya kijiko cha chai. Tutachukua baking powder. Tutaweka kijiko kimoja cha chai, pia na nusu cha chai. Tutachukua vanilla. Hii hapa ni kwa ajili ya ladha, inaita ladha. Tutaifungua. Tutapima vifuniko 2 vya vanilla. Vifuniko 2 vya vanilla. Usizidishe zaidi ya hapo. Ukizidisha zaidi ya hapo itakuwa mbaya. Andazi lako itakuwa mbaya, afkeki yako itakuwa mbaya, pia donut yako itakuwa mbaya, sponge pia itakuwa mbaya. Kisha tuanza kuchanganya mchanganyiko wetu. Tunachanganya tuhakikishe mpaka mchanganyiko umechanganyika vizuri. Kisha tutachukua sukari, kikombe cha chai. Atukijazi tokeka half. Tukiweka tunachanganya. Kisha tunaweka maji kiasi tu. Usizidishe maji mengi, itakuwa tepe. Tunakanda. Kanda unga wetu. Tunahakikisha maji hayaonekani. Ukiona bado unaweza kuongeza. Unakanda. Ukiona unga wako umekuwa mlaini, umezidisha maji, unaweza kuweka unga mwingine. Au ukiona unga wako bado ni mgumu, unaweza kuweka maji. Kama hivyo. Tumechukua unga ngano, tunaongeza unga ngano ili mchanganyiko wetu ukae sawa.
tunakanda mchanganyiko wetu. Tuhakikisha mchanganyiko wako mpaka umeiva. Unajua unga ukiiva kwenye unajionesha kwamba hapa nimeiva. Tutakwenda kutoa kwenye bakuli ili muone wapenzi watazamaji. Tutatoa unga wetu kwenye bakuli kama hivi. Tutakwenda kuukandia chini sasa ili uive vizuri. Ili uive vizuri. Tunaukanda tuhakikishe mpaka umeiva vizuri. Mpaka hapa unga wetu tayari kama mnavyoona umeiva. Hata ukifanya hivi unaonekana. Sasa tunakwenda kukata madongo yetu ya mandazi. Hapa tunakata madongo yetu ya donati. Hapa pia tunaweza kukata madongo yetu ya scones. Hapa tukatoa. Tutaanza na tutachukua msukumio wetu kama mnavyoona. Msukumio sweet kabisa. Tuanza kusukuma. Watafuta shape nzuri ambayo tutaweza kukata madongo yetu ya donati. Pia tutachukua kifaa chochote ila kiwe na umbo la O. Hichi ndio tutakwenda kukatia donati zetu. Kwa mimi nimetumia kikombe. Kwangu mimi donati yetu ya kwanza hiyo, donati yetu ya pili hiyo. Tutachukua kide kingine cha kutobolea tubo la katikati. Na chenyewe pia kiwe na muundo wa O. Kiwe na round yani. Tutatoboa matobo yetu hapa katikati. Kama mnavyoona, hii ndio donati yetu. Hii tunaiweka pembeni. Tunafuata andazi. Hapa tutakwenda kukata mkato wa andazi. Kuna mikato mingi ya mandazi. Kwa kila mkato nitatembelea. Kwa kila mkato tutakata. Hili ni andazi kama mnavyoona. Tunasukuma unga wetu. Hapo muda wote tumeacha donati yetu yumuke. Kuumuka natumia dakika 15 mpaka 10 ili yumuke vizuri kwa usahihi. Ili hata ukila donati yako unaenjoy. Tunasukuma. Tunahakikisha mpaka shape yetu imekaa vizuri. Kama hapa tunaweza kukata andazi letu. Sasa tunaona unene wetu na upana wetu unaweza kuruhusu ufanyeje? Kukata andazi letu. Tutachukua kisu.
tutakata, tutatoa kidete cha pembeni huku, tutakiweka pembeni, tutakata. Huu ni mfumo wa kwanza wa ukataji wa andazi. Kwa hiyo unaweza kutumia mfumo huu kukata andazi lako. Pia na huu ni mfumo wa ngapi? Wa pili. Unaweza kutumia kukata andazi lako likatoka vizuri. Pia na huu ni mfumo wa ngapi? Wa tatu. Ukakata andazi lako likatoka vizuri, ukala ukaenjoy. Sawa. Hii ina shape ngapi? Shape 4. Tukianza kwenye kona ya juu, 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo kwenye ukataji wako, kwa mfano ani yetu ndio hii, si ndio? Tumeshaikata huku, tumeshaitoa. Usinyoshe kisu hapa. Kisu chako nitakuwa kipinde, ili tutengeneze engo ya huku na engo ya huku. Tutakata kama unavyoona, engo yetu imetoka, engo yetu imetoka, engo yetu imetoka, engo kufanyaje? Imetoka hivyo. Alafu hii kwa mfano, nikata unga wako hapo, nakata hapo, kisha nakata hivyo, inatoka, inakuwa sweet. Labda nataka kuuliza, ndio utofauti wa hizo shape ambazo unazikata. Mfano hii hapa ina pembe ngapi? 4. Pembe 4. Ndio. Kuna ladha inakuwa tofauti au ladha tu ya kuvutia kwa macho ndio inafanya mpaka huyu anayenunua aweze kuipenda? Kwa sababu kuna mtu anaweza kwamba shape hii hapa nimeikata kwa sababu wateja wengi wanazipenda. Ndio. Au shape hii hapa nimeweka kwa sababu kuna kitu ambacho kinavutia kwa mteja. Kuna msikilizaji ambaye anasikiliza na kutazama hivi sasa, natamani kujua kwamba hizo shape za maandazi ambazo wanazozikata, kwa sababu kuna wengine tunakutaga sasa hivi wanarahisisha, ni kama kuchukua kikombe au kitu cha mduara cha mviringo na naneli tu, tunakuta maandazi tayari ameweka, lakini kwamba jinsi hata mteja akiliona hilo andazi. Sawa. Cha kwanza, mvuto wake wa kwanza ni shape. Shape yake imekaa vizuri, hata ukiangalia haijakaangwa. Ndio. Lakini wewe mwenyewe unaitamani. Inavutia. Unatamani ule hata hivyo. Sawa. Alafu pia ni wewe, ni maamuzi yako. Ukipenda iwe na ladha ya aina moja, ni wewe. Ukitaka iwe na kila kipande hichi kiwe na ladha yake, kila kipande hichi kiwe na ladha yake, ni wewe. Ila kwa sisi tumetumia vanilla. Kwa hiyo donati yetu, skonzi yetu na mandazi yetu itakuwa na ladha moja. Okay. Sawa. Bwana msikilizaji ambao unasikiliza hivi sasa, mapishi hapo katika sehemu mbalimbali, na leo tupo hapa JVM kwa ajili ya kupata ladha ya vyakula mbalimbali na tunaweza kujifunza kwa ile anavyosikiliza. Sasa hivi tumetoka kwenye mapishi ya kuku ambayo tumeweza kumsikia mpishi wetu ameweza kuzungumza, lakini hivi sasa tupo katika mapishi ya maandazi. Tuweza kuona tupo, hii inaitwaje? Donati. Tupo na donati na maandazi ambayo nimeweza kuyatengeneza kwa shape tofauti tofauti. Wale ambao tunakula maandazi au wapenzi wa maandazi, kuna shape mbalimbali. Unaweza kusema nataka shape ya mviringo au nataka shape ya pembe 3, shape ya pembe 4, ziko hapa kwa JVM ambao wanaweza kufanya. Nipo na chef hapa
kitu ambacho ni cha kuvutia. Kuna hili linaweza kaitwa andazi. Andazi la mduara. Wale ambao hawapendi mambo mengi. Utakuta kuna mtu mwingine, kuna utofauti wa utengenezaji, ni mduara tunatengeneza, lakini kuna vitu ambavyo ameweza kututajia ambavyo vinaweka ladha ndani ya andazi mpaka tunajua kwamba hili ni andazi. Ndio. Kwa sasa tutakwenda kutengeneza scones yetu. Scones. Hatua inayofuata ni scones ambayo tunaweza kuiangalia na kusikiliza, ili hata kama msikilizaji anatusikiliza hivi sasa sikio lake liweze kukaa vizuri, aweze kupata madini hayo kujifunza. Amepata bure, sikio ndo linasikia. Hii ni scones ya ua. Scones ya ua. Scones ya ua. Scones ya ua. Ni scones au scones? Scones. Okay. Tuna tofauti lugha ambazo tunatamka au matamshi yako tofauti. Scones ya ua ikoje? Scones. Ndio. Kwanza kwa kuelezea, ni kitafunwa ambacho ni kipenzi cha watu. Kipenzi cha watu. Wanakipenda. Pia scones kama scones ni laini. Ndani, nje ndio ni laini. La hapo kabla ya kwenda mbali. Tunajua unasema upande wa wanawake au wadada ndio wanapenda maua. Vipi scones ya maua inapendwa na watu wote au ni wadada tu, kwamba mtu akija anambia scones ya maua, hata mimi mwanaume naweza nikaitaka, kwa sababu kuna watu wanaweza kusema nimependa kwa sababu ya maua. Hata pia unakula. Maana ni chakula cha watu wote. Akija kikiwa tabaka ngombe chakula cha wanawake, hii chakula cha wanaume. Okay. Scones ya tunakula wote. Sawa. Ndio. Okay. Tunaanza kuitengeneza. Unakata donge lako kama tonge la ugali. Kisha unaanza kulibumba. Unalibumba mpaka uone limekaa kama mpira. Kama katufe fulani ndio ambapo kalivo ndio. Kisha tunakaweka chini. Tukishaweka chini tunatia alama. Natia alama. Wow. Tatumia mkasi. Tatumia mkasi wetu. Wakana mkasi? Na mkasi ambao unasaidia nini kwenye scones ya maua? Kwenye scones ya maua itasaidia kutengeneza shape ya scones yetu ya maua. Okay. Msikilizaji ambao anasikiliza hivi sasa, tunatumia mkasi kwa kutengeneza scones ya maua, kwa sababu usisikie mkasi ukasema tuko kwa wale mafundi nguo ambao wanashona ama mafundi cherehani ambao tunazungumza, lakini hata kwenye scones tunaweza kuzitumia. Na hapa tunaangalia shape ambazo kazitengeneza, ambapo kazitengeneza vizuri, na hapa anazidi kuendelea. Ndio kama unavyoona mchoro wetu unavyoonyesha. Ndio utakata taratibu bila haraka. Utakiwa utulize akili kwenye ukataji wako. Utakiwa kuwa na mambo mengi. Yes. Kama unavyoona tayari tumeshaanza kupata umbo lake. Ndio. Haihitaji haraka. Taratibu. Ni kitafunwa ambacho hakihitaji haraka. Unatakiwa uwe umetulia. Yes, wakati unaendelea chef, scones ya maua jinsi inavyotengenezwa na itazama hapa kwa mwingine msikilizaji anayesikiliza, unaikata unakuwa taratibu. Vipi wakati unavyoikaanga huwa inachukua dakika ngapi? Kwa sababu unaweza ukajisahau ikawa imekauka na umesema zinakuwa laini. Kuna muda unaweza kushangaa imekauka tu. Kuna nyingine ambazo unaweza kukutana nazo, labda kuna mtu mwenyewe alishajaribu kufanya kitu kama hicho. Siku zote scones haikaangwi.
kama ulivyosema. Yes, tunaoka. Inaoka. Scones yetu. Bwana mapishi hatujui. Ndio tumejifunza nikajua inakaangwa kumbe inaoka. Unajua kwenye mapishi ndio kuna aina tofauti tofauti za kupika. Ndio. Yeah. Kuna unaweza kutumia jiko la mkaa, unaweza kutumia oven. Yes. Kwa ni kipendeleo chako. Okay. Kwa mimi huwa napendelea sana kutumia jiko la mkaa. Jiko la mkaa. Unajua scones ya kwenye jiko la mkaa ni tamu kuliko scones ile ambayo imetoka kwenye imepikwa kwenye oven. Yes. Kwa sababu tunakuwa tumetumia kitu halisia. Halisia ambacho jiko la mkaa. Jiko la mkaa. Ndio. Kwa hiyo inakuwa na ladha tofauti kuliko na hizi nyingine za kawaida. Hapa scones yetu inaelekea kuwa tayari. Mpaka hapa tumeshaimaliza. Yes. Kwa mpaka hapa scones ya maua ndio hiyo ilivyo. Naomba nikamate au mpaka niwe naunga sijui. Nitanikubali kweli? Lazima nikubali. Nitanikubali. Naomba nikubali tu. Scones ya maua ndio hivi tumeweza kuitengeneza kama unavyotuona sisi wa chef tunafanya kazi yetu hapa jikoni. Kwa hiyo kwa msikilizaji ambaye anatusikiliza na mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa, kaa vizuri ili tuweze kupata elimu hii ya chakula hususan vitafuno ambavyo vinatengenezwa hivi ikiwa ni scones ya maua. Sasa mimi nikuulize tu swali ambalo kwa mtu ambaye anaweza kusema nataka nitengenezee scones ya upendo. Unajua kwamba lile ua ambalo linachorwa. Kama hapa unaweza kutengeneza. Nataka bwana scones yangu nataka nitengenezee iko hivi na kopa la upendo. Inawezekana? Hiyo inawezekana. Kwa sababu kwa sababu chef kama chef utakuwa na vitu vingi kichwani. Unakuwa mbunifu kila siku. Unajua chef kama chef ni doctor. Yes. Sisi ni madokta. Madokta, yes. Kwa hiyo tunachanganya kila kitu, tunafanya kila kitu, kitu kinatokea. Kinawezekana kutengenezwa. Kwa hiyo sisi ni madokta. Sisi ni madokta. Okay. Kwa sababu ukichanganya hizi ujue unachanganya kiasi gani. Kwa kweli mtu wa kawaida lazima upime. Tukienda hapa unapima. Tukienda hapa unapima. Kwa hiyo yani wewe hauna sawa sawa na nani? Na dokta. Sasa kwa hiyo ni madokta sisi. Sisi ni madokta. Okay, kinachofuata ili tujaribu kitafunwa kingine. Mimi natamani hivi ambavyo tumeweza kuvifanya ni kweli tayari tumeona, lakini kuna kitu ambacho kinawasumbua watu. Hata msikilizaji wewe anasikiliza. Unga uliotumia huu ambao umeweza kutengeneza tumela andazi pamoja na scones. Ndio. Zile chapati zile ambazo zinaitwa za kufanyaje zile ambazo uliniambia zinaitwaje chapati hizo? Chapati mchambuko. Mchambuko. Tunaweza tukaangalia na tukasikiliza kwamba ina jinsi ya kuandaa chapati mchambuko. Tunaweza tukaitengeneza sasa hivi? Hapana, unajua sisi kwa hapa ndio kila mtu ana kitengo chake. Ana kitengo chake. Kuna wabaiti, kuna chakula, kuna chapati, kuna wanyama choma. Kwa mimi nilijua tutapata na chapati mchambuko. Kilichobaki hapa kilichobaki ndio tunatengeneza mandazi ya nyumbani. Mandazi ya nyumbani. So mandazi chef. Mandazi ya nyumbani. Usiniambia dokta. Ndio maana nikasema mandazi ya nyumbani, kile mandazi ya nyumbani. Mandazi ya nyumbani. Okay, mandazi ya nyumbani sasa hivi hatua inayofuata tumeweza kutengeneza scones ambayo yenye maua, lakini sasa hivi mandazi ile ya nyumbani ambayo tunakulaga. Mama katengeneza na ubunifu wake, lakini sasa tunaangalia na kusikiliza msikilizaji ambaye anatusikiliza hivi sasa kupitia 91.7 Roman FM Radio, lakini na wewe unatazama kupitia Online TV. Sisi tupo hapa JVM kwa ajili ya kufanya mambo machakuli au wanasema tafuna. Natengeneza mandazi ya nyumbani. Hapa ni andazi la nyumbani. Yes. Lile andazi la dua kwa Waislamu. Kata andazi letu la nyumbani. Selesi zao huwa ni ndogo ndogo. Unajua za nyumbani? Za nyumbani ushibi. Kama nataka mandazi madogo. Hiyo size ya mandazi ya nyumbani. Ya nyumbani. Ambao pembe 4 pembe 3. Ni wewe sasa hapo unapiga pembe 3.
Nyumbani bora tule. Tule. Kwa sasa hivi yes, tutakwenda kutengeneza half cake. Half cake. Ndio. Yes. Tutakwenda kutengeneza half cake. Chukua unga wetu vikombe viwili. Tumesema kwamba hivi vikombe viwili inakuwa ni nusu. Yote inakuwa nusu au inakuwa viwili inakuwa nusu. Hivyo. Yeah. Inakuwa nusu. Okay. Half cake ambayo inafuata, na tunatumia processes zote ambazo tutakiwa tuzifanye kwa ajili ya kukaanga half cake ambayo tupo nayo kwa sasa. Tumetoka kutengeneza maandazi, lakini sasa hivi half cake ambayo inafuata, na tujue kwamba processes zipi ambazo zinafanya, kwamba njia gani ambayo tunaweza tukaifanya. Yes, tumeweka unga ambao ni vikombe viwili. Tutachukua baking soda. Yes. Tutaweka nusu kijiko ya chakula. Yes, hii ni baking soda ambayo ni nusu kijiko. Yes. Nusu kijiko cha chai. Yeah. Tutachukua vanilla. Vanilla. Hii ni kwa ajili ya ladha. Ni wewe ukiamua kuweka vanilla, ukiamua half cake yako iwe na ladha ya ndizi, ukiamua half cake yako iwe na ladha ya limau, chungwa. Kutumia vanilla ndo hapana. Sawa. Ukitaka half cake yako iwe na ladha ya limau, ndio unachukua limau kabisa. Unachukua limau. Ukishachukua limau, unakata yale maganda yake. Maganda ya juu yale. Yes. Unakwangulia. Ule mchuzi ule, yani yale maji yale ambayo unakwangulia humo. Yes. Kisha unachanganya vizuri. Na wakati tuseme kwamba hapa unaweza ukatoa half cake ngapi wakati unachukua, yani kwa kukadiria, ili na mtu anavyochukua, mfano limau zinakuwa 3 kwa kiasi fulani, kwa sababu hapa umeweka unga vikombe viwili ambao ni nusu. Ndio. Unajua kwamba mtu akichukua zile limau zinakuwa 3 au 2, kuna mtu anaweza kuchukua hata 10. Kwa sababu anatamani kujua, na msikilizaji ambaye anasikiliza hivi sasa, mtazamaji ambaye au mtazama. Ndio. Limau nusu sasa ya hiyo, mtu anataka harufu ya limau. Ndio. Yes. Limau lako wachukua moja tu. Unakata yale maganda ya juu. Moja tu, usizidishe zaidi ya moja. Basi. Kisha unakwangulia, inakuwa na harufu ya limau. Au ladha ya limau. Sawa. Tangulia hapo awali, naitwa Faruku Yasini Swaibu. Napatikana Karatu, Arusha. JVM Fast and Furious Food. Tuko JVM hapa, tunapatikana kwa vyakula vitamu, kwa baiti tamu, kwa chapati tamu, yani kila kitu cha hapa ni kitamu. Wapenzi watazamaji, wapenzi wasikilizaji, kwa hiyo tunawakaribisha sana JVM Fast and Food. Karibuni sana. Msikilizaji wa 91.7 Lumen FM Radio na mtazamaji wa Lumen Online TV, siku ya leo tulikuwepo JVM Fast Food ambapo ipo Karatu. Kwa hiyo wakazi wa Karatu imekaribiana na TFA, ambapo ni sehemu nzuri ya mapishi. Wanapika vyakula mbalimbali hususan vya hapa nyumbani Tanzania na nje ya nyumbani Tanzania. Vyakula mbalimbali ambavyo tumeweza kusikiliza na kutazama siku ya leo hapa JVM. Tulikuwa na machef ambao wameweza kuelezea, tumeweza kuangalia jinsi kuku mnafu anavyotengenezwa, na wakati unamsikia msikilizaji kuku mnafu anatengenezwaje, ambapo taratibu zote au njia zote ambazo za kuweza kumtengeneza kuku mnafu, na wakati huo tumeweza kuona rosti inavyotengenezwa, na wakati wa kuandaa maandazi na jinsi scones inavyoandaliwa, na vitafunwa hivi ambavyo nimeweza kukuambia msikilizaji na mtazamaji ambao umeweza unatusikiliza hivi sasa. Ulipotupo darasa huru ndani ya Kapuni Kunani, tumeweza kuviona vitu kama hivyo. Lakini mimi nikutakie usikivu mwema, vipindi vizuri ambao vinaendelea kupitia 91.7 Lumen FM Radio. Lakini kwa wewe mtazamaji ambao unatazama kupitia Lumen Online TV, sisi tupo nawe 91.7, lakini JVM ina vitu vitamu
Usikose kama unahitaji basi wapo Karatu, ni sehemu sahihi ya kula chakula bora. Sisi tupo nawe, lakini kushukuru sana, uwe na wakati mwema.